Nikikukuta mahali kwingine, nitasema kwani kuliendaje, sio? Kwa hivyo ni tabia ya kila mmoja wetu kujua huyu kondoo ako namna gani. Wewe kama mzazi, wewe kama mzee katika boma, wewe kama mama katika boma, lazima utambue yule ambaye uko na yeye. Ni jinsi gani utaweza kumweka katika ile hali ya kusikiliza. Kuna kitu inaitwa tuning. Unajua kitu inaitwa tuning. Amemtune. Vijana tunaelewana? Umetuniwa. Unajua kwa neno? Si ndio? Ili upate kukubali, lazima ufanye nini? Tuning. Wakati redio inashika vibaya, unaifanyia nini? Kwa hiyo katika familia lazima baba ujue kutune mama vizuri. Ukitaka kupikia chakula kizuri na sio tumbukiza. Unajua sisi watu tunapenda tumbukiza, si ndio? Sisi watu tunapenda tumbukiza. Chapo. Si ndio? Wewe unataka kufika kwako uheshimiwe kama kama baba, lazima ujue jinsi ya kudeal na watoto wako. Na nimekuwa nikiwapatia challenge, sijui mmefikia wapi kwa hiyo challenge. Wazee ambao watoto wao hawapingili na kubaa dadi, jiulize, je, kama watu wako wakikuona wanatoroka, are you a good shepherd? Ukiingia kwako nyumbani na umetoka kazi na makaribisho ambayo unapata pale sio mazuri, jiulize, hivi hawa ambao ni good shepherd kwao wanaweza kusikia hiyo sauti yangu? Kwa hivyo lazima tuwe hiyo tafakari, sio kusema Psalm 23, the Lord is my shepherd. Lakini wewe jiulize, umekuwa na hiyo quality ya kujua umejua ni mambo gani ambayo wanapitia. Sasa hivi wazazi ambao ndio the good shepherd katika familia, je, unajua mahitaji ya watoto wenu? Basi kila mmoja wetu tunaitwa kutambua ni nini ambacho tunahitaji kati yetu. What do we want? Katika uongozi, kama ni rais, je, anajua watu wanahitaji nini? Alienda mahali akaona watu wanataka nini? Chapati. Ni mchungaji ambaye anajua nini? Akija hapa kwetu Limuru ataongelea mambo ya nini? Hivi, si ndio? Anasema bei ya nini? Kwa sababu ni yule ambaye anajua mfumo wake. Akienda Kibra atawaambia mambo ya housing na mambo ya maji, si ndio? Ndio wacha mambo ya flying toilet, si ndio? Inaonyesha rais wetu ni mchungaji Mungu. Si ndio? Kwa sababu ana mahitaji, mali tunakosalia ni kudhibitisha kufanya ile mambo ameshatu. Hapo tu ndio tunakosalia. Lakini kujua mahitaji ya mamboga, hiyo anajua. Kuhitaji mambo ya bodaboda, hiyo anajua. Kitu hajui ni nini? Utaeleza. Mungu ni mwema. Na wewe jiulize, unaponyoosha kidole katika familia, umejua mahitaji ya mwenzako wa ndoa? Umejua mahitaji ya familia yako? Umejua mahitaji ya wale ambao kwa wao? Kwa hivyo sifa ya kwanza ni ambaye anajua. Sifa ya pili ni yule anayewapa uzima, the giver of life. Mchungaji mwema kujua ni kipi ambacho kitapatia maisha mema kondoo wake. Tunaambiwa yeye kutupeleka katika majani mabichi, si kondoo inakula nyasi. Na si kama ni mchungaji mwema, kazi yake ni kwenda kutafuta mahali kuna nyasi nzuri. The giver of life. Kwa hivyo, je, wewe kama kondoo, wewe kama mchungaji mwema, wale ambao unawaongoza, je, umejua ni nini ambacho kitawapatia maisha mazuri? What gives you happiness? Mimi najua kama mchungaji mwema, kazi yangu ni kutafakari neno la Mungu na kuliweka katika
umati wa watu. Kazi ya askofu ni kutafuta maneno yaliyo mazuri na kuongoza watu katika liturujia na kulitambua neno la Mungu, kuangalia maisha ya watu na kuwajalia zile heri na neema na kuhakikisha maisha yao yanaongezeka. Je, wewe kama mchungaji mwema umeweza kutambua what gives happiness to your family members? Wewe kama mke katika ndoa umetoa ni nini ambacho kinampa raha huyo mume wako? Ndio maana niliwapatia challenge. Huyo mtu anapenda kukuswa. Tunakumbuka kale kanisani kukuswa kichwa. Ndio maana anataka kinyo. Mbona ameenda ametolewa? Yule hata sijaota vizuri anataka kutolewa tena. Kumbe shida ni ile anashikashikwa kitu. Wewe ukishatambua hiyo ndio inampatia. Enda tu ndugu yako kitu, mwambie kutoka kazini kila siku namshika kitu. Utaona akiacha kwenda kutolewa alafu unasikia si ndio? Kwa hiyo tunaweza kutambua ni kipi ambacho kinampa furaha huyo mume wako. Wewe baba katika familia, tambua ni nini ambacho kinampa mke wako furaha. Akiwa katika vikundi zao, unasikia wakiambiana, sisi hatutakuwa next week, tutakuwa tunaenda Naivasha na familia. Wako hajaienda hata Limuru. Na unashangaa kwa nini anakujibu vibaya? Wanaume ndio wale wanaenda Naivasha, wewe tu kazi yako ni kukaa. Hujatambua ni nini kinamfungua? Hujatambua ni nini ambacho kinampatia ile furaha? Utajua ni nini kinafanya maisha yako yawe raha. Wanasema ukiona vielea vileu, sasa wewe anzia kuunda ya kwako. Sifa nyingine ya mchungaji mwema ni yeye huwalinda kondoo wake, the protective nature. Wewe kama Mkristo, ni nini hicho ulipatiwa kama kondoo na Mungu na umeweza kukilinda? Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Wewe kama Mkristo utaweza kusimama na kusema, Mungu ulinipatia kondoo ya imani, nimeweza kuilinda, sasa nairejesha ikiwa imekuwa. Lakini kuna watu imani yao iko emaciated, iko na kwashako. Badala ya kwenda juu, unafanya nini? Unaenda chini. Ulibatizwa kama Mkatoliki, ukapokea Ekaristi Takatifu, ukapata kipaimara, lakini hapo katikati ukaanza kufanya nini? Mahangaiko na kuhangaika na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu wamsahau. Ulipatiwa imani, na katika ubatizo tunabatiza katika imani ya wazazi wenu na imani ya kanisa, lakini hapo katikati ukakutana na mapangalia kukanayo wale wa generation ya Mlambezi, Mkalambwazi, hivyo hivyo mkienda mkapotea, kapata hakuna tena kile ambacho unaweza kutunza. Katika familia ukachukua mrembo wa watu, kipindi hicho alikuwa anajua kusuka matuta, sasa hivi ananyoa. Mimi sijasema wala wananyoa, unajua pia tunasema, lakini nasema watu wameshindwa kwa maintain watu wa saluni. Alikuwa anaenda kila weekend, akienda au tukamshuka mweka kwa nyumba, sasa hivi amepara. Mungu ni mwema. Sasa hivi sio rahisi kujua nani anaparada ni Sunday, lakini ngoja siku ya somo. Kwa hiyo lazima ukiwa mchungaji mwema utambue kuwaweka watu wako vizuri. Angalia watoto wako. Je, unawatakia quality life? Kama wewe kila wakati unalia hali ni ngumu, jadi nataka kiatu mpya, hali ni ngumu, utanunua next week. Sasa hii ameshakuwa hiyo stage ya kununua kiatu,
ameshagiva hapo kijijini anazungumza. Ulichukua nafasi ya kuwa responsible. Kuna wanaume wanaotelekeza familia zao. Are you a good shepherd? Kwa hivyo leo tunaposherehekea haya maneno ya Kristo kuwa mchungaji mwema, lazima kila mmoja wetu atafakari, je, do I have these qualities? Pia kuna qualities za kondoo. Kila mmoja wetu hapa ni mwana kondoo wa Yesu Kristo. We are the sheep in the flock of Christ. Na kama sisi ni kondoo, kuna zile qualities ambazo kila mmoja wetu anafaa kuwa nazo ili tutambue kwamba sisi ni kondoo na binti wa Kristo. Tuseme sisi ni makondoo. Sitafanya nionekana najitukana. Tuseme sisi wote kwa jumla sisi ni kondoo wa Kristo. Sasa qualities za kondoo wa Kristo ni kwamba anasikia sauti. Anasikia sauti ya nani? Mchungaji. Na mkitaka kutambua mtu ni mchungaji mwema, ni kwamba akifika yule kondoo huwa anamtambua. Kwa hivyo akisikia sauti yake nyumbani, sijui kama wakati mlikuwa mnakuwa kijijini, mlikuwa na ng'ombe za grade. Unajua kuna ng'ombe za saizi ambazo za biashara, hizo ndio zinaitwa kilimo biashara. Lakini wakati sisi tulikuwa tunakuwa, kulikuwa na ng'ombe ya grade. Sinaijua hiyo ng'ombe ilikuwa very precious. Kwa kwetu ilikuwa ni ng'ombe mzuri. Ilikuwa imetambua sauti ya baba. Na baba alikuwa na kapikipiki ka Suzuki, alikuwa anatoa kelele 25 kilometers away bado kanapiga. So wakati alikuwa tu anatoka kazini, akikaribia kwetu kijijini, ng'ombe inaanzia kupiga kelele. Baada alikuja akasema, "Kwa nini amwangalia? Ilikunywa maji." Wote hapo tunapelekwa mbio kwa sababu ng'ombe inafanya nini? Alafu yeye akienda anashika hivi, ng'ombe inaanzia kukuu. Hata tu tumejaza chakula na mnagano. Yeye ilikuwa kitu ya kwanza akishuka, anaenda anapatia ile ng'ombe chakula. Kwa hivyo ikajua ikisikia hiyo sauti lazima ipewe nini? I think kuna wewe ile kitu kama hiyo. Ng'ombe ukitunza vizuri, ingine ni mbwa. Ukitunza mbwa vizuri, anamjua wewe. Na ukimwita atasikia. Na mbwa anaweza kutunza vizuri, kuna watu wako na protective nature ya their holder. Ukimwita, mbwa anaitwa kuchi, anasikia, ni anaitwa nani? Ukimwita sana, koblo, ingine wakama wanatoka watembe greens, wanaitwa solo. Wanafanya anakuja. Kwa sababu amesikia sauti. Na sisi kama Wakristo, wito wetu ni hapa. Kila siku tunaitwa, nasikia sauti kama malaika yaniita. Nasikia sauti ya Bwana inaniita. Nasikia sauti ya Bwana inaniita. Mungu ni mwema kila wakati. Lazima nionyeshe nikienda nikabadilisha volume 3 sasa hivi kwa 5 sawa. Kwa hiyo ukisikia sauti ya Kristo lazima uite. Ama nataka ukiitwa na Yesu itika. Sema ndio itika. Kwa hiyo lazima wewe utambue kusikia sauti ya Kristo. Na siku zote anawaita wale ambao wanatoka katika kundi, anawaita wale ambao wanatoka katika sakramenti, anawaita wale ambao ndoa zao zinaumia na wapo katika matatizo, anawaita wale ambao magonjwa yamewaondoa, anawaita wale ambao matatizo ya kiuchumi yamewasonga, anawaita wale wote ambao wamepoteza mwelekeo kwa hali na mahangaiko ya kidunia, anawaita. Na
sikiliza kwamba anakuita, na akikuita una jukumu la kumfuata. Lakini kuna watu Kristo anawaita, nasikia leo now move, uko hapo tu. Wazazi najua kwenye mnaitaka vijana, kwa hiyo jikirao Melodia jamaa itoki. Sasa kuna Wakristo ambao wako na hiyo tabia, naambiwa wewe Kristo kuja, wao wanasema utaki kutoka hapo na hautai tu. Kwambia wewe wanabaya, pokea Kristo. Hapo ukuji tunakuimbia tu, wateule wa Bwana karibuni mezani, Bwana anawaalika enyi wenye moyo safi, amewaandalia. Sasa hiyo unasema nini? Biblia tunaambia watu mjeni. Na Kristo anasema nini? Wateule wa Bwana mjeni. Hiyo ni sawa na kondoo asiyesikia nini? Kwa hiyo amesikia sauti na akajibu lakini kuondoka afanye nini? Kwa sababu kusikia sauti na maanisho kwa kanisani, lakini kufika katika meza ya Bwana wanasema naanzia kukomplain, nasema bado unajua hii mambo ya relasho sijui mambo unajua sijaenda kwa wazee na niliwaambia wewe ulidanganywa, uliambiwa wewe kuja tukaekae, tukipata pesa tutafanya nini? Tutaenda, si ndio? Lakini hakukwambia kama mtaendelea kuzaa watoto. Unaendelea kuzaa, lakini anakwambia mfanye nini? Sasa siliwapatia mfano. Tunasema pesa itatosha na bado unaendelea kuongeza bajeti ya watoto. Kwani ile ya watoto inatoka wapi? Ya sisi tunakosa. Mungu ni mwema. Lakini nashukuru hata leo katika matangazo nimeona harusi matangazo inaonekana kuna kondoo amesikia sauti na amefanya nini? Amekuja, ametii na amefuata. Kwa hivyo ni challenge kwetu sisi tukue Wakristo wanaosikia sauti na wanaoenda kufuata ile sauti. Na ndio maana kauli mbiu yetu ni kuwa mahujaji. Pilgrims are people on the move. Hope does not disappoint. Pilgrim for hope. Sisi ni mahujaji, tusio Wakristo ambao siku zote tunasikia na tumebakia. Na ndio maana nafurahi siku ya leo nikiangalia maendeleo mengi ambayo katika miezi hiyo mitatu nilikuwa naona maendeleo. Katika misa ya kwanza nilikuwa nashangaa nini wakaribia hapo, kumbe tulikuwa tunapita kwa nini? Sasa mlango zinafunguliwa na mlango ya huduma ndio hiyo. Ni nini tena ikatuzuia sisi? Kila mmoja wetu lazima aanzie safari, tuanze kumkaribia huyu Kristo. Kristo anatuita na yeye ako na 3 ideas za kuwa shepherd. Kuna aina 3 ya shepherds. Kuna shepherd ambaye anatembea mbele ya kondoo na kondoo wanafuata. Kuna yule mwingine ambaye anaingia katikati ya watu na anakaa na wao na anaangalia hii ng'ombe ni kama iko na tika anatoa, hii ingine ni kama imeletwa iko na kagonjwa anaangalia. Na kuna yule ambayo ako huko nyuma anawakontrol. Na hizo zote ni characteristics za Kristo, kwamba katika umbali alikuwa Kristo aliyekuwa huko mbele na akawa anatoa instructions za kwanza kwamba anaubeba msalaba na anatangulia mbele yetu. Ndio maana kama Kristo ni yule good shepherd ambaye alianzia ile safari na akatuambia, na sisi pia kama unataka kunifuata lazima uchukue msalaba wako unifuate. Kwa hivyo Kristo ni yule anayetutia mateso ili katika mateso yetu tupate kumfikia. Sila yangu msalaba, 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 sila yangu
na ubeba kijasiri, nasonga mbele mbele mbele, na ubeba kijasiri, nasonga mbele. Kwa hivyo sisi kama Wakristo lazima tuone kwamba Kristo ametangulia kama mchungaji mwema, na sisi lazima tumfuate. Ishara ya pili ni kwamba yeye ambaye alikuwa mbele hakutangulia sana, aliona jinsi sisi tunaotembea polepole, some of us are slow learners, sivyo? Na yeye akarudi nyuma, akakuja akazaliwa kama katoto, sivyo? Tunakumbuka kale katoto ka Christmas, sivyo? Akasema, I will come down and dwell with my people. Nitakuja niwe incarnated. Kwa hivyo ni Kristo ambaye aliona anaweza kukaa na sisi, aturekebishe, atufunze na atuonyeshe kwamba Mungu ambaye ana upendo mkuu anaweza kuja kukaa na sisi kati yetu. Na ndio maana kila mmoja wetu lazima usikie uko na Kristo katika roho yako, uko na furaha katika roho yako, uko na upendo wa Kristo katika roho yako, uko na imani ambayo Kristo ako nayo ndani yako. Na ndio maana akamtuma pia Roho Mtakatifu ambaye tutazidi kumwongoza katika kipindi cha Pentekoste, azidi kukaa na sisi na kutukumbusha hayo maneno. Kwa hivyo ishara kuu ni kwamba Kristo mwenyewe anakuja na anakaa na sisi, anatupatia furaha, anatuongoza kati yetu, anatujalia neema zake. Kwa hivyo tutambue kwamba Kristo yu kati yetu na anatupenda, na ndio maana tunafaa kumsherehekea na kumwadhimisha kila wakati tunapopokea Ekaristi Takatifu. Njia ya tatu ambayo Kristo anadhihirisha uongozi ni wakati anakaa nyuma na anatuambia endeni mkafanye kazi. Kumbukeni wakati wale wanafunzi walitumwa ngapi? Wawili. Akasema endeni wote. Hiyo. Kwa hiyo akawaambia endeni ulimwenguni kote. Akawatuma wawili. Pale wakati meli ilikuwa inapiga hivi, akawa ameketi nyuma, alafu baadaye akauliza swali, je, hamna imani? Kwa hivyo Kristo naye anapenda kutupatia chance. Kwa hivyo wewe tulize katika shepherd ya Kristo, where are you in the journey? Unaweza fikiria kwamba Kristo amekuachia, lakini atakuacha, anasubiri you make the effort. Ana uwezo. Kumbukeni wakati alikuwa anatembea juu ya maji, who was walking on the water, who was walking, na ile same scenario, wakati alikuwa akitembea, Petro akamwambia nataka kutembea. Kwa hivyo alipoanza kutembea, Petro akaanzia na ujasiri, alafu akaanzia kuzama. Yesu anahitaji that act of faith. Step in, you are not alone. Kristo anakuambia come, hauko peke yako, uko na yeye na hakuachi kamwe. Unaweza ona kama amelala katika ile merikebu, lakini yeye wakati wake ukifika ataambia bahari ifanyike nini? Ewe mtuliza bahari, ewe mtuliza bahari. Basi usidhani kwamba amekuachia kabisa, anasubiri uendelee, na mahali ambapo umefika mwisho, na wewe nyosha mkono umwambie nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Kwa hivyo lazima tutambue hizo nafasi ambazo Kristo anazidi kutudhihirisha, anajidhihirisha kama mchungaji mwema. Leo pia ikiwa ni siku ya miito, sisi ni kondoo ambao siku zote tunaitwa. Tulize katika wito wako, mimi kama padri, Father Lawrence kama padri,
umewajibika vilivyo kuwa shahidi mwema wa Kristo, kuwa kondoo mwema wa Kristo. Wewe katika familia, swali kuu ni umeweza kuadhimisha wito wako vilivyo? Umejukumika kama Mkristo ama baba katika familia? Umeweza kujitambulisha kama mama thabiti Mkatoliki katika familia yako? Wewe kama kijana umesimama imara kuitetea imani ambayo uliipokea na kuwa shahidi mkuu wa Kristo na kuwa mfano bora kwa vijana wengine? Na wakati mambo yanaenda vizuri, umeweza kusikiliza mawaidha ya wale ambao wamewekwa kama wachungaji mbele yako? Ndio maana tuweza kuyafikia haya, tumtambue kwa mchungaji mwema, tuisikie sauti yake na kumfuata, na sisi tutakuwa kama Paulo ambao tunawasikia na Barnaba katika somo la kwanza, kwamba hata wakati magumu yalikuja hawakumwogopa mtu yoyote, walisimama imara wakaitetea Injili ambayo walikuwa wamepatiwa. Na sisi leo kama mahujaji katika mahujaji wa matumaini tunaitwa kusimama imara, kwa sababu tumesikia sauti tukamfuata, naye akatujaza nguvu. Simama imara katika, simama imara katika imani, usiogope, 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 tulia katika imani. Do not be afraid, do not be afraid, do not be afraid, stand strong in faith. Alafu baadaye somo la pili linatuambia tukiweza kuyashinda haya kama Paulo na Barnaba, tukalitangaza neno la Mungu mpaka wengine wakaongoka, tukapata matatizo ya watu lakini hatukuogopa, basi na sisi tutahesabiwa kama moja kati ya wale wateule. Somo la pili probably tutasoma hii, tumesoma la juma la 5, lakini Ufunuo chapter 21 verse 1 to 5, Yohana anaona wale ambao wameoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Na sisi pia tukisikia sauti tumfuate, tujawe ujasiri, tulihubiri neno lake kwa maisha yetu, mwishoni tutaoshwa kwa damu yake. Are you washed? Ya mpaka hiyo mwalimu kwa kueleza. Are you washed in the blood, in the blood, in the are your garments? Ukisikia mtu anaimba, huyo sio mtu wa miaka 25 kama mimi. Huyo ni mtu aliimba zamani, si ndio? Gen Z ya mwezi wote naona hii ni ya wenyewe, si ndio? Tukiwa tumeoshwa katika damu ya Kristo, na ndio maana na sisi pale paradiso tutaliona. Ndugu zangu, nikimalizia leo, tujikumbushe kwamba tunaitwa siku zote tuisikie sauti na tuifuate. Tunajua kwamba Kristo anatujua sisi, anatupatia uzima, anatulinda kama kondoo zake, na anatuongoza katika nyumba ya Bwana, ili tukioshwa kwa damu yake tuingie katika paradiso. Kila mmoja wetu amealikwa ili apate kufikia malengo haya. Goroya kwa nena kena